Kwa majina naitwa Dr. Sheli Mahenge. Karibuni tena siku nyingine nzuri. Siku ya leo tunaenda kuendelea na somo letu ambalo linahusiana na falsafa ya uwepo wa mwanadamu katika dunia hii. Kwa nini mwanadamu yupo katika dunia hii? Je, mwanadamu ana nafasi gani katika ulimwengu, au ana nafasi gani katika ulimwengu wa asili ambao tupo? Kwa hiyo katika masomo yetu tumekuwa tukiangalia safari ya akili ya mwanadamu katika kuelewa ulimwengu au kuelewa mifumo inayoongoza na inayoendesha maisha yake. Pia tunajaribu pia kuangalia nafasi ya akili yake katika ulimwengu ni ipi. Kama tulivyozungumzia katika vipindi vilivyopita, tunapozungumzia ulimwengu tunazungumzia ni mifumo yote, mifumo inayoongoza, inayodhibiti, inayotawala na inayoamua hatima ya maisha ya mwanadamu. Na tulisema kila mwanadamu ambaye anakuja katika hii dunia, kila mwanadamu ambaye anakuja katika hii dunia aliumbwa au aliumbwa ili aweze kuishi kwenye mifumo. Ndio maana ndoto ya mwanadamu yoyote ni kuweza kuishi kwenye mifumo, kwa sababu ndani ya mifumo ndio sehemu ambayo mwanadamu anaishi kulingana na kusudi la uwepo wake. Ukiangalia ndoto ya kila kijana ni kuingia kwenye mifumo. Ndoto ya kila mtu ni kuwa ndani ya mifumo. Na tunapozungumzia mifumo, tunazungumzia mifumo kama ya kazi, mifumo kama ya kutolea huduma, mifumo kama ya kuzalisha bidhaa, mifumo kama ya biashara, mifumo kama ya kisiasa, mifumo kama ya uchumi. Hii yote mifumo ni ndoto ya wanadamu kukaa ndani yao, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kuwa na nafasi, au aliumbwa kuwa wa muhimu katika hii mifumo. Na mwanadamu anapokuwa ndani ya hii mifumo ndipo anapotimiza kusudi lake la awali kabisa la kuwa hapa duniani. Ndiyo maana mwanadamu anayekuwa nje ya mfumo ni mwanadamu ambaye anaishi maisha yenye kuhisi kuwa kuna kitu amekosa ndani. Anaishi maisha ambayo haisi imani au haisi kuwa na utulivu ndani ya kile, kwa sababu anaishi kwenye mazingira au anaishi kwenye sehemu ambayo hakuumbiwa kuishi. Kwa hiyo kila mwanadamu ambaye unamuona katika dunia aliumbiwa kuishi ndani ya mfumo. Na tuliangalia ili mifumo hii inayoongoza, inayodhibiti, inayoamua hatima za maisha ya mwanadamu, tulisema inaendeshwa na maarifa, inaendeshwa na hekima, inaendeshwa na ufahamu. Na hivi vitu vitatu ni vitu ambavyo vinatoka ndani ya akili ya mwanadamu. Na kila mwanadamu ambaye anakuja katika hii dunia, manake anakuja akiwa na akili. Hii ina maana gani? Hii ina maana kila mwanadamu aliyopo katika hii dunia aliumbwa ili kwenda kuitawala, kwenda kuiendesha na kwenda kuiongoza hii mifumo inayotawala na kuendesha maisha yetu. Kwa hiyo huo ni utangulizi mfupi kabisa ambao tulizungumzia katika vipindi vilivyopita. Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kuongelea au tutaenda kujifunza kwa ufupi zaidi nini maana ya falsafa. Neno falsafa kwa Kiingereza inaitwa philosophy, ni neno ambalo limetokana na maneno mawili ya Kigiriki. Kwa hiyo unapozungumzia philosophy, manake ni maneno mawili ya Kigiriki yalichukuliwa kwa pamoja yakaunganishwa, ndio yakatengeneza neno philosophy. Kwa hiyo maneno haya ya Kigiriki ambayo yametengeneza neno ile falsafa au philosophy, kuna neno philo na neno sophia. Neno philo linamaanisha love au kupenda, na neno sophia linamaanisha hekima, kwa Kiingereza tunaita wisdom. Kwa hiyo unapochukua neno falsafa, manake ni kwa upendo wa hekima. Kwa hiyo unaposema huyu mtu ni mwanafalsafa, manake ni mtu ambaye anapenda hekima. Tunapozungumzia hekima, hekima ni tofauti kabisa na maarifa. Hekima ni tofauti kabisa na ufahamu. Hekima, tunapozungumzia hekima inajumuisha vitu vingi sana. Moja ya vitu ambavyo hekima inajumuisha ni uwezo wa kuona vitu kwa undani zaidi, ni uwezo wa kuona mambo kwa upana. Kwa hiyo mwanafalsafa yoyote lazima awe na uwezo wa kuona mambo kwa undani, lazima awe na uwezo wa kuona maisha au kuona ulimwengu au kuona matukio ambayo yanamzunguka, au awe na uwezo
wa kuyaona kwa ndani. Pia lazima awe na uwezo pia wa kuona matukio kwa upana. Kuna tofauti kubwa kati ya upana na undani. Tunapozungumzia undani, maana yake ni uwezo wa kuchimba jambo kwenda hadi kwenye mizizi, hadi kwenye kiini cha lile jambo. Na tunapozungumzia upana, tunazungumzia uwezo wa hilo jambo lina uwezo wa kwenda umbali kiasi gani. Mfano mzuri, mwanafalsafa anaposhika mbegu, maana ana uwezo wa kuingia ndani ile mbegu na kuona ile mbegu imeundwa na imetengenezwa na vipi, muundo na vitu gani. Na mwanafalsafa, tunapozungumzia mwanafalsafa anakuwa na uwezo wa kuona vitu kwa upana, ni sawa sawa na mbegu. Mwanafalsafa anakuwa na uwezo wa kuona hatima ya mbegu baada ya muda fulani. Kwa hiyo mwanafalsafa ni wale watu ambao wanakuwa na uwezo, akitazama jambo au akikiona kitu, anakuwa na uwezo wa kuliona lile jambo kwa miaka ya baadaye kabisa, lile jambo litakweje. Pia mwanafalsafa au falsafa inajumuisha kufanya vitu au kufanya mambo kwa kuzingatia kanuni za maisha zisizobadilika. Katika maisha kuna kanuni, kuna sheria za milele ambazo hazibadiliki, na hizi kanuni ndio zinazofanya ulimwengu uwe imara, ulimwengu usiweze kuingia katika hali ya machafuko. Na mwanafalsafa yoyote katika kusoma, katika kuchambua mambo, anakutana na hizi sheria, anakutana na hizi kanuni. Kwa hiyo maamuzi yote ambayo anakuwa anafanya yanakuwa yanategemea hizi kanuni za maisha ambazo hazibadiliki. Kwa hiyo mwanafalsafa yoyote au falsafa yoyote lazima izingatie kuweza kufanya mambo kuzingatia kanuni za milele zisizoweza kubadilika. Pia mwanafalsafa sio mtu ambaye anakubali vitu, sio mtu ambaye akiletewa kitu au akiambiwa jambo analikubali kwa urahisi. Mwanafalsafa au falsafa inatuhitaji tuweze kuchambua mambo bila uoga, bila kuwa na wasiwasi wa aina yoyote. Kwa hiyo pia falsafa au mwanafalsafa ni yule mtu ambaye anapoliona jambo, anapoviona vitu vinatokea, anapenda kujua sababu iliyosababisha vile vitu kutokea. Kwa sio mtu ambaye anakubali tu matukio, anakubali tu mambo ambayo yanatokea kwenye maisha. Ni yule mtu ambaye anatamani kuingia kwa ndani, kujua sababu ya kwa nini vitu vinaonekana hivi, kwa nini mambo yanatokea hivi. Kwa hiyo mwanafalsafa ni mtu ambaye anaingia kwenye mizizi ya jambo na kuchambua, kuweza kupata ukweli ambao umefichika, ukweli ambao ndio msingi wa kila kitu ambacho kinaonekana. Pia mwanafalsafa au falsafa inahitaji tuwe na hekima ambayo inatuwezesha kuweza kuweka maadili ya juu kama ndio msingi wa maamuzi. Katika maisha tunafanya maamuzi, hakuna mwanadamu ambaye afanye maamuzi, na maamuzi ambayo tunafanya ndio yanayozalisha matokeo, na matokeo ndio yanayokuja kuathiri maisha yetu na kuja kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Kwa hiyo mwanafalsafa lazima ajue kanuni, ajue maadili ya juu kabisa ambayo hayabadiliki, na akisha ajua hayo maadili ndio atakayoyatumia kama msingi wa kuweza kufanya maamuzi. Moja ya maadili yasiyobadilika ni kama upendo, ni kama umoja, ni kama ukweli. Maadili ya juu ambayo hayabadiliki yako mengi sana. Kwa hiyo mwanafalsafa au mtu ambaye anasoma falsafa lazima ajue haya maadili. Na tunapozungumzia maadili, tunazungumzia ni kanuni, ni sheria, taratibu za milele ambazo zimewekwa katika ulimwengu, na hizi sheria zimewekwa ili zifanye maisha yawe katika mpangilio, maisha yawe na amani, ili ustawi, maendeleo na mafanikio yawe rahisi kutokea. Pia tunapozungumzia falsafa tunasema ni juhudi ya mwanadamu tunasema ni juhudi ya kina ya akili ya mwanadamu katika kutafuta ukweli wa mwisho kuhusiana na maisha, kuhusiana na ulimwengu, kuhusiana na nafsi zetu, pia kuhusiana na nafasi yetu katika ulimwengu. Kwa hiyo falsafa pia inatuhitaji. Falsafa inatusukuma tuweze kutafuta ukweli. Tunaposema ukweli wa mwisho, maana yake nini kusudi au nini hatima ya maisha ya wanadamu katika dunia? Kwa nini wanadamu tupo katika hii dunia?
kwa nini kuna uovu, au kwa nini kuna mambo mabaya, kwa nini kuna mambo mazuri, kwa nini ulimwengu uko hivi, kwa nini maisha ya watu wengi sana katika dunia yanaendeshwa kwa tamaa, kwa nini ukweli inakuwa ni vigumu sana kuweza kupata na kuweza kutafuta. Je, nafsi zetu ni nini? Kwa nini tuko duniani? Nafsi zetu zimejengwa na nini? Haya ni maswali ambayo yanataka tuweze kujua ukweli. Tukishajua ukweli, maanake inakuwa hata rahisi kuweza kuishi maisha yenye maana na kuweza kuishi maisha yenye msingi ya maadili ya juu. Kwa hiyo falsafa inatuhitaji tuweze kupata ukweli wa mwisho kabisa kuhusiana na maisha yetu na nafasi yetu katika ulimwengu. Kwa hiyo falsafa sio tu kupenda hekima au sio tu kupenda maarifa. Falsafa inatupa uwezo wa kuweza kutuongoza namna ya kuishi katika hii dunia na namna ya kuona dunia kwa nafasi au kwa jicho lenye maana. Kwa falsafa inatuwezesha au inatupa nguvu ya kutuambia maisha yetu hapa duniani yana maana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Siku leo tutaishia hapa. Kama bado hujafollow account hii, unaweza ukafollow ili kwa ajili ya kupata video nyingi ambazo zitakuja.